Habari, naitwa Dr. Constantia aka Dr. Koni. Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kama bado hujasubscribe, bonyeza kitufe usubscribe ili upate update kila tunapotoa somo linalohusiana na masikio, pua na koo. Lakini pia usiache kushare ujumbe na ndugu, jamaa na marafiki katika kutoa elimu juu ya mambo yanayohusiana na masikio, pua na koo. Leo niko hapa kuongelea juu ya dalili za mtoto kuwa ameweka kitu ndani ya pua. Watoto kama kawaida yao katika kucheza wanaweza wakaingiza kitu ndani ya pua. Kitaalamu tunasema foreign body in the nose. Zipo dalili mbalimbali ambazo unaweza ukazigundua kama mzazi ama mlezi ama mtu ambaye unakaa na mtoto, zitakazoashiria kwamba mtoto ameweka kitu ndani ya pua. Dalili hizi hutegemeana na muda gani kitu hicho kiko ndani ya pua. Lakini dalili ya kwanza kabisa ambayo utakayoiona ni kitu cha tofauti ndani ya pua kulingana na mazingira ya pua yalivyo. Utaona kuna kitu chenye rangi ya tofauti. Viko vitu vingi ambavyo watoto wanaweza kuweka puani, kuanzia shanga, mbegu, maharage, magodoro, makaratasi, lakini pia goroli, screw za hereni, mbegu, vifutio, vitu ambavyo watoto wanaweza kaweka ndani ya pua. Sasa mzazi unaweza ukaona kitu chenye rangi nyeupe ama rangi ya tofauti ambacho mtoto atakuwa ameweka puani. Dalili nyingine ambayo unaweza ukaiona ni pua moja kutoa makamasi, wakati nyingine ikiwa haina makamasi, kwamba upande mmoja tu wa pua una discharge ama unatoa makamasi. Pia mzazi unaweza ukagundua kwamba kuna kitu ndani ya pua ya mtoto pale ambako mtoto ataanza kubleed kutoka puani, atakuwa anatoa damu nyingi puani na ni pua moja tu inayotoa damu. Lakini pia unaweza ukaona dalili ya harufu mbaya sana kutoka katika pua, na saa nyingine hiyo harufu utaisikia mpaka mdomoni. Mtoto anapopumua utasikia kuna harufu ya tofauti ambayo sio nzuri kutoka kwenye pua. Hii ni dalili muhimu sana ya kwamba kuna kitu cha tofauti mtoto ameweka puani. Bila kusahau chafya za mara kwa mara, lakini pia mtoto kuwa anaumia ama kuelezea anapata maumivu kwenye maeneo ya pua, na mtoto asiyeweza kusema utaona akigusa pua yake muda mwingi katika hali ya kujaribu kutoa, au kwa sababu anapata irritation ya kile kitu ndani ya pua. Dalili nyingine ya mwisho ambayo yenyewe inaweza ikawa sio specific ni kumwona mtoto anapumulia mdomo. Mtoto ambaye alikuwa akipumulia na pua, basi unaona muda wote anaacha mdomo wazi, na akishindwa kupumulia pua anapumulia mdomo. Hii ni dalili moja ambayo unaweza ukainotice. Kwa maelezo zaidi ama kama una maswali, unaweza ukachat nami kwa namba zangu za WhatsApp 0718812108. Na nini cha kufanya ikiwa mtoto ameweka kitu ndani ya pua? Basi unaweza ukachat nami nikakupa maelekezo ukiwa nyumbani, ama kama utahitaji huduma ya hospitali unaweza ukapata kupitia namba hizo za WhatsApp na kujua wapi utaweza ukaniona. Asante kwa kunisikiliza, uwe na wakati mwema.